Usiku ule ambao Neema alimtumia Daniel ujumbe wa kusema tunapaswa kuzungumza, Daniel hakuelewa kabisa kilichokuwa kinaendelea. Alikuwa amekaa chumbani kwake hostel akitazama simu yake. Aliusoma ujumbe ule mara kadhaa. Kichwani mwake kulikuwa na maswali mengi. Kwa nini Neema anasema hivyo? Je, kuna tatizo? Daniel hakujua kwamba wakati huo huo, Neema alikuwa amekaa peke yake kwenye chumba chake hostel ya wasichana. Macho yake yalikuwa yamejaa machozi. Alikuwa anatazama ile picha ile ile iliyokuwa imetumwa kwake. Picha iliyomwonyesha Daniel akiwa karibu sana na msichana mwingine. Neema alijisemea kwa sauti ya chini, "Kwa nini Daniel? Kwa nini umefanya hivi?" Lakini bado sehemu ya moyo wake ilikataa kuamini. Kesho yake jioni, Daniel na Neema walikutana nyuma ya jengo la maktaba ya chuo. Mahali pale pale ambapo Daniel alimwambia Neema kwa mara ya kwanza kwamba anampenda. Lakini safari hii, hali ilikuwa tofauti kabisa. Hakukuwa na tabasamu. Hakukuwa na furaha. Kulikuwa na ukimya mzito. Daniel akavunja ukimya. "Neema, kuna nini kinaendelea?" Neema alimwangalia Daniel kwa macho yaliyojaa maumivu. Kisha akamuuliza swali moja lililomfanya Daniel kushangaa. "Daniel, unampenda msichana mwingine?" Daniel alishtuka. Unamaanisha nini?" Neema akatoa simu yake na kumwonyesha ile picha. Daniel alipoiangalia, uso wake ulibadilika. "Neema, hii si kweli." Neema akasema kwa sauti yenye huzuni. "Lakini, nimekuona pia kafeteria ukiwa na yule msichana." Daniel akasema haraka, "Yule alikuwa anaomba notes tu." Neema akatikisa kichwa polepole. "Daniel, najua watu wanaweza kufanya makosa. Kama umepata mtu mwingine, niambie ukweli." Daniel alihisi moyo wake kukatwa kama kisu. "Neema, sikusaliti." Lakini kwa mara ya kwanza tangu waanze mahusiano yao, Neema hakuonekana kuamini kabisa maneno yake. Wakati Daniel na Neema walikuwa wanapigana na kutoelewana, Kelvin alikuwa anafurahia kila hatua ya mpango wake. Siku hiyo alikuwa amekaa kwenye gari lake karibu na kafeteria. Pembeni yake alikuwa Brian. Kelvin akasema kwa tabasamu, "Unaona, mpango wetu unaanza kufanya kazi." Brian akamuuliza, "Lakini bado hawajaachana?" Kelvin akacheka kidogo, "Usiwe na haraka." Kisha akasema kwa sauti ya kujiamini, "Mahusiano mengi hayaharibiki kwa tukio moja, yanaharibika polepole." Brian akasema, "Kwa hiyo, hatua inayofuata ni ipi?" Kelvin akasema, "Hatua inayofuata ni kuvunja kabisa imani ya Neema." Siku chache baadaye, Vanessa alikuwa anatembea peke yake karibu na hostel. Lakini mtu alimuita nyuma yake. "Vanessa." Aligeuka. Alikuwa Neema. Neema alimkaribia. "Naweza kuzungumza na wewe kidogo?" Vanessa alionekana kuwa na wasiwasi kidogo, lakini akasema, "Sawa." Neema akamuuliza moja kwa moja, "Wewe na Daniel mnafahamiana vipi?" Vanessa alisita kwa sekunde chache. Akakumbuka pesa ambazo Kelvin alimpa. Kisha akasema, "Tumekuwa tukikutana mara kadhaa kwa sababu ya masomo." Lakini Neema aligundua kitu. Vanessa alikuwa anaonekana kuwa na hofu. Na hapo ndipo shaka mpya ilipoanza kuingia moyoni mwa Neema. Usiku mmoja, Daniel aliamua kumtafuta Neema ili wazungumze vizuri. Alikuwa amechoka kuona mahusiano yake yakiharibika. Alimfuata karibu na hosteli yake. Lakini alipofika, alimuona Neema akiwa anazungumza na Kelvin. Walikuwa wanasimama karibu sana, na Neema alikuwa anaonekana analia. Daniel alihisi moyo wake unavunjika. Alijisemea kimya kimya, "Kwa nini Neema anaenda kwa Kelvin badala ya mimi?" Bila wao kujua, Kelvin alimuona Daniel kutoka mbali. Ndipo akafanya kitu cha makusudi. Alimshika Neema bega na kumvuta karibu kana kwamba anamfariji. Toka mbali, ilionekana kama wanakumbatiana. Daniel alihisi kama dunia yake imeanguka. Bila kusema neno, aligeuka na kuondoka gizani. Baada ya Daniel kuondoka, Neema alionekana kuvunjika kabisa. Lakini Kelvin alimwambia kwa sauti ya upole, "Usijali, mimi niko hapa kwa ajili yako." Neema hakujua kwamba mtu aliyekuwa anamfariji ndiye aliyekuwa chanzo cha matatizo yote. Lakini kulikuwa na siri nyingine ambayo hakuna mtu aliyekuwa anaijua. Siri ya Neema. Siri ambayo kama Daniel angeijua, ingeweza kubadilisha kila kitu. Usiku huo huo, Vanessa alimuita Brian pembeni.
Alikuwa anaonekana kuwa na hofu. Brian, hii inaenda mbali sana. Brian akamuuliza, unamaanisha nini? Vanessa akasema kwa sauti ya wasiwasi, Neema ameanza kunishuku, na kama ukweli ukijulikana, Kelvin atakuwa kwenye matatizo makubwa. Lakini Brian akasema kwa sauti ya baridi, hakuna ukweli utakaotoka. Vanessa akamuuliza, kwa nini una uhakika? Brian akasema polepole, kwa sababu Kelvin yuko tayari kufanya chochote ili Daniel apotee kwenye maisha ya Neema.